Nĩ ngatho kũrĩ we nĩ ũndũ wa ũrĩa wendete Learn Kikuyu Language. Ũmũthĩ na siku ambazo zinakuja, today and the days ahead, I would like to do videos, a series of videos using content that you already know. Alafu tujaribu kuona kama unaweza elewa zaidi. When we learn from something we already know, you can understand better and faster. Kwa hivyo naomba tuende pamoja ndiposa uweze kuelewa kutoka kwa something you already know. For example, from early age, from a long time ago, tulisha learn the Lord's Prayer, na hiyo ndio nataka tuisome kwa Kikuyu, alafu tuiangalie hayo maneno vile yameandikwa from the Kikuyu to the English and Swahili, so that you're able to understand Kikuyu better. This is a Kikuyu lesson, Kikuyu language lesson. So, situendelee. From 9, verse 9, utaona imeandikwa Nĩũndũ ũcio rĩ, inyuĩ hoyagai o. Nĩũndũ ni kusema kwa sababu hiyo. Nĩũndũ ũcio rĩ, kwa sababu hiyo. Re is like therefore. Nĩũndũ ũcio rĩ, for that reason, therefore. Odo, reason. Nĩũndũ, for that reason. Nĩũndũ, kwa sababu. Yes. Inyuĩ hoyagai o. Inyuĩ ni kusema nyinyi. You people. You guys. Inyuĩ. Like if you say inyuĩ ukai, you guys come here. Inyuĩ ukai. Guys, you guys come here. Hoyagai o. Hoya. Hoya is a word for omba, prayer. Hoya. So it's a verb. Hoya. So if you are to tell somebody to be doing it this way, you will say hoyagai o. For example, if it's somebody you want to give another verb, take any other verb like go. You want to tell some people, you be going. You will tell them, thiagai. So that gai at the end of hoya is a continuous tense, kind of a continuous tense. So hoyagai o is this way, o this way. So it starts ithe wito we igoro. Ithe wito is baba yetu. Ithe wito baba yetu. Fafa wito, you know, current Kikuyu sana tunasema fafa wito. Fafa wito, baba yetu. We igoro, ulie. We uko wapi? For example, if you want to ask somebody uko wapi, you ask we ha. So here we say we igoro. So our father who is where? Igoro is up. In Kikuyu, igoro just means up. Somewhere up. For example, if I say my hand is on my head. Guoko gwakwa kwe igoro. Wakiogo gyakwa. Alright. My hand is on top of my head. Igoro, up. When you say down, the is also another word for earth. But when you want to say something is on the ground, you say the. Kere the kiko chini. The. Even some people say when they are down, like psychologically they are down, emotionally they are down, they will say deraigua dethe, najisikia niko chini, sisikia niko down. Kitu kama hiyo. Alright, so retwa ryaku ni ryamurwo. Retwa is name. Like myself, my name is Dirangu. Retwa ryakwa ni Dirago. Jitagwo Dirago. That's another way of saying it. I'm called, in quotes, I'm called. Jitagwo Dirago. So retwa ryaku ni ryamurwo. Your name be set apart. Kwamura is to set apart. You know, hallowed be thy name, or
let your name be set apart. Itengwe, kutenga, kuamura. Na ni kutenga for holiness, ya? Sio tu kutenga ile ya nini, ya kawaida ile tunasema nimetenga pesa or something. Hii kuamura, yes, ni kutenga, lakini in this specific case is for holiness. Right? So kuamura, kitu yenye imeamurerwa Mungu ni kitu yenye imewekwa as part for God. Udhamaki waku, okay, that's verse 10. Udhamaki waku, okay. Now udhamaki is kingdom. Any kingdom is an udhamaki. You know, territory or a kingdom, a territory under a king is udhamaki. Or your rulership. Actually, that's also it. Udhamaki waku, udhamaki, your dominion. Okay. Waku is wako. Swahili wako, waku, wako. Okay. Come. Ikuje. Ukuje. Basically kwa Kiswahili yenye si mzuri sana. Ukuje. So ufalme wako uje. Udhamaki waku, okay. Oria wedete we, vile wewe unavyopenda. So oria, exactly. Wedete, unavyopenda wewe. Right? Newe kagwo woko the, ifanyikange, iwe ikifanyika, let it be done that way. Woko the, hapa, the is duniani. Like we had the, hapo juu niliongea kuhusu igoro, the. So igoro, the, igoro, the. Igoro juu, the chini. Ama duniani. Ota oria wekagwo kou igoro, kama vile inavyofanyika ama unavyofanyika. Oria wekagwo, vile ambavyo inafanyika kou igoro, huko juu. Of course hapa juu inamaanisha binguni. Right? So kuna duniani, the, binguni, igoro. Oria wedete we, vile unavyopenda wewe, niweka guko the, iwe ikitendeka vivyo hivyo hapa duniani. Otaoria weka guko igoro, kama vile inavyotendeka huko juu, of course binguni. Then 11 says tohe omothi irio cito cia gutuigana, tupe leo. Tohe, tupatie. Kiswahili ya Kikuyu by the way ni rahisi, zinaendanga zinafanana. So tohe, tupatie, tupe leo. Chakula, omothi, leo. Today, omothi. Kesho, rũciũ. Jana, ira. Leo, omothi, tupe leo. Tuhe omothi. Irio cito, irio, chakula. Wakati wengine, watu wengine wanasema irio ni mukimo, no? Irio kwa Kiswahili ama English ni kama wanamaanisha mukimo. Mukimo, I hope you know mukimo. So watu wengine husema irio is mukimo, but irio generally here is just food. Irio cito, chakula chetu. Cia gutuigana, kuigana is kutoshea. Don't confuse with igana. Igana is 100. Igana is to fit, kutoshea. Igana. I hope you get the way the phonetics ama hiyo sauti venye inatoka. Igana, toshea. Igana 100. So irio cito cia gutuigana ni chakula chetu cha kututosheleza ama kututoshea ama kutuigana. Na uturekere mathire maito, na utusamehe. Uturekere, kurekera is kusamehea. If I rekera you, nimekusamehea. Nikikusamehea, nimekurekera. Okay? Kurekera is just forgiving. Other people will use ohera to samehe. Ohera, kuohera mtu ni kusamehea, but that word ohera still means tie. Oha,
tie. Ohera, tie for somebody. For example, if I say ohera mwana kiratu digi cia kiratu, ohera mwana digi cia kiratu, just telling you fungia mtoto hizo shoelaces. Zinaitwaje kwa Kiswahili? Nyuzi. I don't know. Digi cia kiratu. Alright. So hapo jina ni ohera, which is also rekera. The older word is rekera, samehea. So utorekere madhire maitu. Madhire basically is debts. Dhire is a debt. Kama uko na dhire yangu, yani uko na debt, you owe me something, wena dhire wakwa, or if I owe you something, dina dhire waku. Don't confuse that with Swahili for siri. Ile siri si the same na dhire. Siri ni secret, dhire ni deni. Alright. So na utorekere madhire maitu, na utusamehe deni zetu. This maito is not the same as maito. Maito is mom, mother. Maito, you know, maito, but this one is zetu, deni zetu, madhire maito. Ota uria idhue turekagira aria mari na madhire maito. Kama vile, ota uria, kama vile, exactly kama vile idhue sisi turekagira huwa tunasamehea. So kama unasema unatumia hiyo era pale mwisho, inamaanisha you keep doing it. Alright, like the same verb use ile ya kuenda, thiagira, endea huyo mtu. Thiagira modosio na kina ni kumaanisha endea huyo mtu na kitu fulani. Okay, thiagira. So turekagira, vile tunasamehea. And I hope we do. Aria mari na madhire maito, wale ambao wako na madeni yetu ama deni zetu. Aria mena madhire, aria mari na madhire maito. Of course, kwa mtu mwenye ni fluent na Kikuyu, pahali unasema mari na, you don't say all that, you just say mena. Mena madhire maito. The last verse says, na dugatutware magerio-ine, na usitupeleke. Gutwara ni kupeleka. Twara mai maya, peleka haya maji. Twara irio ici, peleka hiki chakula. Dugatutware, usitupeleke. Yeah, na dugatutware magerio-ine. Magerio is temptations, trials. Yeah, so temptations. Ile kitu ya majaribu, majaribu. Sio tabu, majaribu. Magerio. So dugatutware magerio ine. Anywhere you see in Kikuyu, ine inamaanisha ndani ya. Like for example, thifitari ine, hospitalini. Nini ingine tunaweza sema? Mosie ine, nyumbani, katika nyumba, ndani ya nyumba. Okay, ndani ya home, not house. House ne nyoba, mosie is home. Okay, ina home, mosie ine. No kuhonokia, utuhonokagie uruine. Lakini kuokoa. Kuhonokia is kuokoa, kuredeem. Ukitoa mtu kwenye moto, alikuwa achomeke, but ukamtoa, ukamdhara from moto, ukamvuta haraka kutoka kwa moto, hiyo ndio kudhara. Kuhonokia, umemuhonokia, hiyo ni kumuokoa, umemuokoa kutokana na moto. So kuhonokia, utuhonokagie. So katika mambo ya kuokoa, huo ukituokoa kutoka na mabaya, maovu. Oruine, the same ine has been used. Oru ni mabaya, maovu. So utuopoe kutokana na maovu. Then inamalizia kusema niodo udhamaki ne waku. Udhamaki has come back. The same word we said, it's kingdom. It's dominion. The dominion of the rulership of a monarch is their udhamaki.
So niodo uthamaki ni waku because niodo for this reason ama because the reason is because ufalme uthamaki ni waku, ni yako, ni wako. Ufalme ni wako. Ona hinya hata na, ona hata plus ona hinya. Hinya is nguvu. Thine is the kingdom, the power, you know. Hinya nguvu na nguvu. Ona kugosho. Kugosho is to be praised. So gosha, praise. Kugosha is to praise. So kugosho, ona kugosho, to be praised. So the kingdom is yours, that is the dominion. Then the power is yours. Ona kugosho, even the praise is yours, or the glory is yours. Not really glory, but praise. Yeah. Kugosha, kugosho. How do we say in English? For thine is the kingdom, the power and the glory. Okay, in Swahili, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu. But the Kikuyu one here says kugosho. So maybe that's the word they found for glory, but literally kugosha is to praise. So because glorifying God is also praising God. So I understand why they chose that word. Tene na tene, milele na milele, forever and ever. Tene na tene, tene na tene, forever and ever. Amen. So hiyo ija translate in anything, imeandikwa tu amen. So thank you so much. I hope umelearn. Na kama uko na swali, tafadhali andika hapo kwa comments swali yoyote. Na kama like the way I am doing it, because this is how I want to be doing it for the next series of videos. I know I've been away, but nimerudi. Ni kazi mingi na kazi mingi zimekuwa zikini surround, so naomba msamaha. But I've been away not for bad reasons. I still love you people for your time that you dedicate to this channel, subscribing, commenting, liking the videos. Nafurahia sana, asanteni. We are growing. Right now we are at 3,000 subscribers na ninashukuru sana. God bless you. Mungu awabariki. Ngai wito amurathime. Bye for now. Haya.